Jana mwendo wa saa 2 hivi kielekea saa 2 na dakika 10 nilikuwa nisha file my last story ambayo nilikuwa nimepatiwa na my editor, na kumaliza kuteremka kufika hapa area ya area ya Jamia Mosque. Ilikuwa ni saa 2 na dakika 10 hivyo, ndio wangwana wanne ambao wakati huo sikufahamu ni akina nani, manake walikuwa in civilian, walikuwa wamevalia raia. Katika kuvalia hiyo kirahia hapo chini ya mosque, mimi natembea taratibu tu, nimebeba virago vyangu. In fact, unaona huu mfuko ndio ulikuwa nimebeba virago vyangu. Unaona, nimebeba vitu vyangu hapa nikiteremka. Sasa kuteremka, jamaa mmoja akaja. Nikaona kama tunaenda kugongana na yeye, lakini nikamuondokea kidogo ili aweze fanya nini kupi. Sasa kumuondokea hivi naye bwana kaniangukia shingoni. Kuniangukia shingoni, mwingine akaja akanishika mbavuni huku, mwingine akalalia kiuno changu. Sasa ikawa ni mng'ang'ano. Ni kama kuna mkatiko, kuna katika pale. Sasa katika hiyo harakati kukatika, ndipo baadaye nikafahamu kwamba kumbe hawa jamaa walikuwa maafisa wa polisi bwana. Nikauliza, bwana, mbona mnani mishandle namna hii? Mimi ni mwanahabari, nimetoa kadi yangu ya press card ndio hii, bado mnanitatiza. Inakuwa namna gani? Katika hiyo purukushani namna hiyo tukapelekana, wakanirusha ndani ya Land Cruiser bila mimi kufahamu kilichokuwa kikiendelea. Naambiwa kwamba wewe ni mwanahabari gani unatembea saa hizi? Kuna madam alikuwa amevaa uniform na ameweka hiyo inaitwa nini, rasta zimefika hivi. Akaniuliza, wewe ni mwanahabari gani unatembea saa hizo usiku? Sikumjibu. Kisha baadaye mwingine mfupi ni kama ana nundu hapa kidogo tu, ni kama amefura hapa hivi kidogo tu, akaniambia, wewe unafanya kazi na fulani kwa kituo fulani? Nikamwambia, huyo ni mwenzangu, huyo mwenzangu. Akanyamaza, akaniambia, wewe ingia ndani ya gari, acha Kiswahili chako kingi. Nikapanda ndani ya gari. Askari mmoja alikuwa ameshika bunduki, akaniambia, leta hiyo press card. Nikampatia press card. Kumpatia press card, akasema, press card, wewe ni media house gani? Nikamwambia, mimi ninafanya na MediaMax Network, mimi ni reporter Milele FM Nakuru County. Akasema, bana, ingia ndani ya gari, tumeona wengi. Mwingine mzee mmoja hapa alikuwa amevaa uniform na amevaa ndani ya red. Akaniambia, mnasema kwamba nyinyi ndio mmesoma sana, bado mtatupata hapa. Nikashindwa, kwani imekuwa tena kulikuwa na grudge ambapo kwamba sasa imefika mahali naambiwa kwamba sisi ndio tumesoma sana, wao hawajasoma sana, tutawapata hapa na hakuna mahali popote tutawapeleka. Nikashangaa kuna uadui ambao umekuwa ukitokota kati ya kituo hiki cha polisi cha Central na wanahabari. Na je, wanahabari ni wanahabari ambapo wana majukumu yao, na pia serikali na sheria inawatambua.